lazima ufikie kiwango ambacho levo yako inatamani, na ishi tu kutamani, inaanza kuishi, inaanza kutembea na kuziishi baraka za Mungu. Halo? Amen. Na kuziishi nini? Baraka za Mungu. Hapa haijalishi wewe saizi unafanya nini. Haijalishi una mtaji wa shilingi ngapi. Haijalishi uliishia darasa la ngapi. Haijalishi mama yako ni nani. Haijalishi unamjua baba yako au mjui baba yako, ulizaliwa tu na mama yako. Haijalishi hivyo. Anachoongea Mungu, anasema kama umeumbwa na yeye. Unajua tulipoumbwa na Mungu mara ya kwanza, kupitia Adamu wa kwanza tuliharibika, lakini kupitia Yesu Kristo tunarejea katika baraka ambazo Bwana alituwaidia kwanza, ambazo zinatamkwa katika kitabu cha Mwanzo. Unaanza wapi kunyanyuka? Unaanza kuelewa ya kwamba anayeongea ni Mungu, kwamba baada tu ya kufa ulishabarikiwa. Tumeelewana? Kama hapa katikati kuna mambo yaliendeka, umeona kwamba kuna vitu vimemisi, nitakuambia namna ya kuvifungua ili baraka yako irejee, ili uchumi wako uinuke, ili uwe na nguvu ya uchumi. Kwa hiyo haijalishi ulizaliwa wapi, ulizaliwa kijijini, haijalishi ulizaliwa mjini, haijalishi mama yako ni nani, haijalishi hata kama ulizaliwa tu hapo katelekezwa, haijalishi. Kinachosemwa hapa ni kwamba Bwana anasema ya kwamba akawabarikia, akasema zaeni mkaongezeke. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Unajua, nisikize, Mungu anaanza kukusaidia kwa sababu umemsikia na umekubali kumwelewa na umeanza kuishi sawa na alivyosema. Naulia tena, Mungu anaanza kukusaidia kwa sababu umemsikia na umemwelewa na unaanza kuishi na kutenda sawa na alivyosema. Takatifu Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hauhitaji mambo mengi sana, unahitaji kumsikia, unahitaji kumwelewa Mungu anachokisema. Sasa kumwelewa Mungu anachokisema hapo, lazima uanze kushindana na mazingira. Lazima mazingira yasiamue neno la Mungu. Yaani mazingira yasiwe makubwa zaidi ya neno la Mungu. Mazingira yasikutishe zaidi ya neno la Mungu. Mazingira yanaweza yakawa sio wakati Mungu anaongea kuhusu habari ya kuinuka katika baraka zako. Wewe unaangalia mazingira, neno la Mungu ni kubwa kuliko mazingira. Hello. Yaani neno la Mungu ni kubwa kuliko mtaji uliokuwa nao. Unahitaji neno kulielewa, alafu huo mtaji unyanyuliwe na uwe kubwa. Neno la Mungu ni kubwa hata kama hauna mtaji kabisa. Unahitaji kulitambua, unahitaji kulielewa, unahitaji kuliishi, unahitaji kutembea nalo katika jina la Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alipomuumba tu mwanadamu, kitu cha kwanza alichofanya, alimbariki lango lake la uchumi. Akambarikia, akasema zaeni mkaongezeke. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akasema zaeni mkaongezeke. Na mimi nimekuja leo kusema lango lako la uchumi nimetumwa kulifungua. Ni lazima uzae. Ni lazima uzae. Ni lazima uzae na kuongezeka na ukaijaze nchi. Usikae tu na biashara moja na kitu kimoja. Utaenda na cha pili, utaenda na cha tatu, utaenda na cha nne,
kusema amesema. Neno la Mungu analijua hata mizimu ya nyumbani kwetu. Nasema hata kama historia ya nyumbani ilikataa, leo nimetumwa kusema ya kwamba Bwana amekubarikia na ameniambia nikwambia kwamba nenda kazae, nenda kaongezeke, nenda kaijaze nchi, nenda kaitishe. Alo, watu wamuone Mungu kwenye biashara yako, watu wamuone Mungu kwenye kazi yako. Ni kweli wapo watu wengi ofisini, nataka wamuone Mungu wako wa kipekee akikusaidia, kama ambavyo walimuona Mungu wa Danieli. Wakasema Mungu wa Danieli ni Mungu wa kuabudiwa, ni Mungu wa kuogopwa, ni Mungu wa kutetemekewa, kwa sababu huyu Mungu wa Danieli ni Mungu ambaye anashika maagano, anatimiza anayoyaahidi. Ni Mungu asiyekwama na kitu chochote, kwa sababu walimjaribu Danieli wakiwa ofisini, wakamletea kesi, wakamjaribu kumuua, lakini hawakufanikiwa, wakatetemeka. Waliposhindwa kumuua, wale simba waliposhindwa kumtafuna, ndipo mfalme akasema, kuanzia leo naagiza ofisi nzima, serikali yangu nzima, mtamwabudu Mungu wa Danieli. Ndiye Mungu ambaye anatamani akaabudiwe kwenye maisha yako. Wakamkanye ndugu zako, wakamkanye rafiki zako, wakamkanye jamaa zako ya kwamba huyu Mungu ndiye kuabudiwa. Wakamseme kwenye familia. Ni kweli historia ilikuwa inagoma, lakini Mungu aanzishe historia mpya kwenye maisha yako. Kwa hiyo tangu awali, kusudi la Mungu tangu awali, kusudi la Mungu ilikuwa ni kwamba sisi tuweze kumiliki na kutawala. Wana wa Mungu, naomba unielewe.